So mimi nilichokifanya, nilianza kuanza kufanya research ya kitu ambacho mimi nataka, ni huduma ambayo nataka kuifanya. Nikaona niyo napeleka kuwauzia vifaa vya simu, makava, betri za simu huko vijijini. Kwa sababu pia sio kwamba vilikuwa ni vingine, sio vijiji kabisa vile vijiji kweli, yani kuna vingine ni center kabisa, ni town nini, kuna pako fresh. Kwa hiyo nikazungukia maduka. Kwa hiyo ilikuwa tukifika sehemu labda kama tunatakiwa tutafute mtu wa kumpatia mashine, natafuta vyote, natafuta mashine afu natafuta na hizo chimbo. Naenda kwenye ile maduka nakuwa nauliza labda wao wanachukuaje mjini, kwa sababu walikuwa wanachukulia Sumbawanga mjini pale pale. Maana wengine wanachukulia Mpanda kwa Mpanda vifaa vya electronics ni bei ndogo kuliko pale mkoani Rukwa. Kwa hiyo wengi wanachukulia pia Mpanda. Kwa hiyo nikazijua kwanza bei wanazozichukulia pale, kwa sababu wao walikuwa hawaji kuchukua huko da. Kwa hiyo nikazijua bei wanazochukulia na bei wanazoziuza. Kwa hiyo mimi nikasema okay fine. So nilirudi town nikafuatilia Dar es Salaam wanauzaje. Nikafuatilia kuna maduka kadhaa nikafuatilia, then nikawa nimejua, nikaona okay. Kwa hiyo nikafanya hesabu nikaona kama naweza nikatengeneza hata faida ya shilingi 200 au 300, alafu nikawa na uhakika wa kuuza hata bidhaa product labda 500 kwa wiki. Si kwamba itanipa hela nyingi, lakini at least kuna kiasi fulani nitakuwa nimekitengeneza kwa wiki ambacho nilikuwa sikitengenezi kabisa. Alafu nakuwa situmii jasho kwa sababu muda wote natembea tu kwenye gari. Kwa hiyo issue inabaki sasa ni uhakika watu watakuwa wanachukua hizo bidhaa. Nikazungukia sasa yale maeneo yote ambayo nilikuwa nishaongea nao, nikawapa hizo offer. Bwana, mimi nitakuwa nakuletea kwa bei hapa, lakini je, kuna uhakika wa kuchukua mzigo kwa kuanzia piece? Kwa sababu kama mimi nikamwambia nitakuwa nauzia kwa bei ya jumla, bei ambayo ni ndogo kuliko ile wanaoichukulia au kwa Sumbawanga mjini au kule Mpanda. Tukakubaliana nini? Kwa hiyo wengine wanasema nitakuwa nachukua piece 20, wengine 50, wengine ngapi. Kwa mimi nikaona hapo fresh. Hapo sijamshikisha Mchina bado, ni issue tu mimi naifanya kimya kimya nini basi. Kwa baadaye mchongo ulivyokaa fresh, nikaandaa kama mti hivi, kama milioni. Nikasema hapa nikichukua bidhaa hizi nitakaa nazo kwenye gari, maana yake inaweza kunichukua hata mwezi na wiki kadhaa hivi mzigo tutakuwa umeisha. Nilipofanya hesabu nikaona kwenye huo mti nitatengeneza faida kama ilikuwa sio nyingi sana, kama 200,000 fulani hivi. Nikaona lakini kwa sababu ni hela kwamba ingekuwa tumetulia ngoja tu nizungushie tu hivi. Basi nikasema ngoja niagize mzigo afu ukishafika ndo naongea na Mchina. Lakini nyingine ananiambia hamna, ongea kwanza na Mchina. Nikaona okay fine, ngoja naongea na Mchina. Kwa hiyo nikaongea na Mchina. Oya,